Dunia ipo katika kipindi cha mvutano usiotabirika. Mashariki ya Kati inachemka kimya kimya. Majina matatu yanatajwa mara kwa mara: Irani, Israeli na Marekani. Nguvu za kijeshi zinakusanywa, teknolojia ya kisasa zinatengenezwa, makombora yanapimwa. Lakini swali moja linabaki: ikiwa hali itavuka mstari, nani atasimama juu? Baada ya kuelewa chanzo cha mvutano, sasa tunaangalia kitu kimoja muhimu zaidi: nguvu halisi ya kijeshi. Tunachambua bila jazba na wala bila kuwa na upendeleo. Ni takwimu, uwezo na uhalisia wa kimantiki. Linapokuja swala la matumizi ya kijeshi, Marekani iko katika kiwango tofauti kabisa. Hutumia fedha za kijeshi zinazozidi mataifa mengi kwa pamoja. Hii si bajeti tu, ni ujumbe kwamba iko tayari kwa vita vya aina yoyote: ardhini, angani, baharini na hata mtandaoni. Israeli, licha ya kuwa taifa dogo kijiografia, imejenga jeshi la kisasa na kwa msaada mkubwa wa Marekani. Kwa upande wa Irani, bajeti yake ni ndogo ukilinganisha na Marekani, lakini imechagua kuwekeza kimkakati, hasa kwenye makombora na teknolojia ya ndani. Kwa fedha pekee, Marekani iko mbele. Lakini tambua kuwa vita sio fedha tu. Ubora wa wanajeshi na idadi ni muhimu pia. Irani ina idadi kubwa ya wanajeshi na vikosi vya akiba. Katika vita ya muda mrefu wa ardhini, idadi hiyo inaweza kuwa silaha yenyewe. Israeli ina mfumo wa huduma ya lazima jeshini. Hii ina maana sehemu kubwa ya raia wake wamepata mafunzo ya kijeshi. Lakini Marekani ina jeshi la kitaalamu lenye uzoefu wa operation katika mabara tofauti kwa miongo kadhaa. Hapa tunakutana na swali la zamani la kijeshi: ni ipi bora, idadi kubwa au teknolojia na uzoefu? Vita vya kisasa huamuliwa juu. Katika karne ya sasa, nchi inayotawala anga mara nyingi hutawala vita. Marekani ina mamia ya ndege za kisasa zaidi duniani, ikiwemo F-35 na F-22. Ni ndege za kizazi cha 5. Israeli nayo pia ina F-35 na inaaminika kuwa na uwezo mkubwa wa mashambulizi ya haraka na sahihi. Irani ina ndege chache za kisasa kulinganisha, lakini imejikita zaidi katika mifumo ya ardhini na makombora. Katika mapambano ya moja kwa moja angani, Marekani na Israeli wana faida kubwa. Nguvu ya kutisha ya Irani ni makombora. Hapa ndipo mizani
inabadilika kidogo. Irani imewekeza sana katika makombora ya masafa marefu. Ina uwezo wa kufikia malengo mengi ndani ya Mashariki ya Kati. Hii imeifanya kuwa tishio la kweli katika eneo hilo. Lakini Israeli ina mfumo wa ulinzi wa anga kama Iron Dome unaoweza kudungua makombora mengi yanayoelekezwa kwake. Marekani kwa upande wake ina mifumo ya hali ya juu zaidi ya ulinzi na mashambulizi ya kimkakati. Kwa hiyo, Irani inaweza kushambulia kwa wingi. Lakini Marekani na Israeli wana uwezo mkubwa wa kujilinda. Duniani kote, nguvu ya taifa haipimwi tu kwa silaha zake, bali kwa marafiki zake. Marekani ina mtandao mkubwa wa washirika duniani. Ulaya, Asia na maeneo mengine mengi. Israeli ina mshirika wake mkuu ambaye ni Marekani. Irani nayo ina uhusiano na mataifa kama China na Urusi, lakini muungano wake hauko katika mfumo wa kijeshi wa moja kwa moja kama NATO. Katika vita vya kimataifa, ushirika unaweza kuamua matokeo kabla risasi haijapigwa. Ikiwa ni vita ya teknolojia ya hali ya juu, Marekani iko juu zaidi. Ikiwa ni mvutano wa kikanda wa makombora na vita vya muda mrefu, Irani inaweza kuleta changamoto kubwa. Israeli iko katikati, taifa dogo lakini lenye makali ya teknolojia na msaada mkubwa wa kimkakati. Lakini jambo moja ni la hakika: vita kati ya mataifa haya haitakuwa ya kawaida. Itakuwa vita itakayotikisa si Mashariki ya Kati tu, bali dunia nzima. Katika ulimwengu wa leo, nguvu sio tu silaha, bali ni uamuzi, ni ushawishi, ni akili ya kimkakati. Mzozo kati ya Irani, Israeli na Marekani unaweza kubaki kuwa mvutano wa kisiasa, au unaweza kubadilisha historia ya dunia. Lakini hadi wakati huo, nguvu kubwa zaidi inaweza isiwe jeshi, bali hekima ya kuzuia vita. Hii ni Sandeleki TV.